uchumi wake imara na kuacha kutegemea katika uchumi wa nchi za magharibi? Utakuwa nami mpaka mwisho, mwandaaji na mtangazaji wako wa kipindi Decas Lucas Butono. Karibu. Tuanze moja kwa moja kwa kuangazia, je, bara la Afrika ni bara gani? Kumbuka katika ulimwengu huu tunayo mabara mengi sana, takriban kama mabara 7. Mabara ambayo tunazungumzia, kuna bara la Asia, bara la Ulaya, bara la Amerika, bara la Afrika na mabara ya Antarctica. Lakini katika ukanda huu tutajikita katika bara la Afrika kuangalia, je, katika ukanda wa Afrika tunayo mabara, tunazo nchi mbalimbali. Bara la Afrika ni bara ambalo limeundwa na nchi takriban 54. Nchi hizi ni nchi zipi? Nchi zipo nyingi. Kuna nchi za Eritrea, tukisema tuzitaje ni nyingi sana, lakini tutagawa katika ukanda wa kutumia pande kuu za dunia. Tunatumia, yani kuna nchi zinapatikana katika ukanda wa kusini, nchi zinapatikana katika ukanda wa mashariki, magharibi na kaskazini. Sasa swali ni kwamba nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikiwa na uchumi tegemezi wa nchi zilizoendelea. Mbona nasema kwamba ni developed country? Kwa sababu nchi za Afrika zipo nyuma kiteknolojia, zimekuwa ni developing country. Tunakuja kujifunza, je, endapo Afrika wataamua kujizatiti katika kuimarisha uchumi wao, kipi kitatokea kwa mataifa ya Ulaya na Amerika? Leo tunakuja kuchambua kitu kimoja. Ili Afrika kwa ujumla iweze kuendelea, inahitaji viongozi ambao watajizatiti katika kufanya maamuzi pasipo kutegemea katika mataifa ya ughaibuni. Watafanyaje? Swali hili tunaweza tukalijibu kwa kuangalia aspect mbalimbali. Tutaangalia katika ukanda wa masuala ya kiuchumi, kisiasa, kijamii. Tukija katika kiuchumi watafanyaje? Lazima tuangalie vitu vinavyochangia katika ukuaji wa uchumi ni vitu gani. Tutaangalia ili Tanzania au Afrika kwa ujumla iweze kuendelea, wanatakiwa wafanye vitu vifuatavyo. Moja, wajiimarishe katika ujenzi wa viwanda. 2, waboreshe mfumo wa elimu ya bara la Afrika. 3, waboreshe huduma za kijamii. 4, wawekeze kwenye teknolojia. 5, waimarishe mbinu zao za kijeshi. Tunaanza kuchambua kimoja baada ya kingine. Kile cha kwanza kabisa katika ujenzi wa viwanda. Ukiangalia bara la Afrika ni bara ambalo asilimia kubwa linazalisha raw materials ambazo tunasema ni malighafi ambazo zinachukuliwa Afrika kwenda Ulaya au mataifa mengine kwa ajili ya kutengenezwa kuwa finished goods. Ukiangalia mataifa ya Ulaya au bara la Ulaya, Asia, ni nchi ambazo zimeendelea kiviwanda, lakini ukiangalia viwanda vyao vilivyojengwa vile havina malighafi, wanategemea malighafi kutoka wapi? Afrika. Sasa kitu kitatokea endapo Afrika wataamua kujenga viwanda? Moja kabisa, watahakikisha kwamba utakapojenga viwanda vya kutosha kwa bara la Afrika, maana yake raw material zako utakazokuwa unazalisha kama bara la Afrika zitakuwa zina be processed ndani ya bara la Afrika na hakuna bidhaa au material zitakazoruhusiwa kwenda nje. Maana yake viwanja vya kule Ulaya vitaanguka chini kwa sababu ya ukosefu wa malighafi. Kingine, Afrika watazalisha ajira nyingi sana kupitia viwanda. Kwa sababu gani? Katika sekta ambazo zinatoa ajira kwa wingi sana, moja ni viwanda. Viwanda kwa takwimu za chini wanakuambia kiwanda kina uwezo wa kuajiri watu 4,000 kwa wakati mmoja. Hicho ni kiwanda kidogo tu, watu 4,000 kiwanda kimoja. Fikiria ukijenga viwanda vya kutosha kwa bara la Afrika au kwa nchi za bara la Afrika, maana yake tutakuja kutatua tatizo la changamoto za ajira kwa vijana wa mataifa ya Afrika. Hilo ni moja. Lakini la pili, ukijenga viwanda utatengeneza wewe kuwa na bei ya ushindani ndani ya mataifa ya bara Afrika. Ile exploitation itaisha. Kwa sababu gani? Unatumia nguvu kubwa kuzalisha raw material. Raw material zinachukuliwa na mataifa ya mabara ya Ulaya, wanapeleka kule, wakisha finished goods zinarudishwa kwako, unanunua kwa bei ya juu.
Ndio maana mataifa ya Ulaya yameendelea kuliko mataifa ya bara za Afrika. Umeelewa hapo? Kama utakuwa unaelewa, tutakuwa tunaenda sawa. Kipi kifanyike? Tuwekeze sana kwenye ujenzi wa viwanda, na wale mabwana wanapokuwa wanatuambia kwamba tusitenge viwanda vikubwa. Imagine, kwa Afrika hatuna viwanda vikubwa vya kutengeneza magari, vya kutengeneza ndege, vya kuzalisha mitambo mikubwa mikubwa. Ni kwa sababu gani? Wale bwana wanajua tukishazalisha hivyo vitu hawatapata raw material kutoka huku, tutatumia sisi huku. Ndio maana wanakuwekea principles za kwenye kukopa. Ukienda kukopa mikopo kwao, wanakuambia tunakopesha kiasi fulani, nataka kutumia kwa kazi gani? Ukishasema nataka ujenge viwanda, huo mkopo hutapewa. Sio, unanipata vizuri? Ukisema ninakopa kwa ajili ya kujenga madarasa, watakupa, kwa sababu wanajua utakapojenga madarasa ile hela haitakuwa inajizalisha mara kwa mara, na unayotumia hela inaisha, lazima utarudi kwao. Lakini ukienda kwa unasema kwamba nataka nikajenge viwanda, nataka nikainvest kwenye mitambo ya umeme ili niweze kuwa na viwanda vingi, watajua ukishakuwa na vyanzo vingi vya umeme moja kwa moja, tayari hapo wao watajua viwanda vinahitaji umeme moja kwa moja, watakunyima ile fedha, kwa sababu kishakuwa na umeme wa kutosha ndio unakuja kutengeneza viwanda vikubwa. Ukishatengeneza viwanda vikubwa, wao tayari hawatakuwa hawana soko tena, utazalisha wewe, raw material watatoa wapi? Si umenielewa hapo? Ndio maana wanakuwa nakuwekea vikwazo, wanakupa hela ambazo unajua unaenda kutumia zinaisha, na si upeleke hela ziwe katika mfumo wa mzunguko. Si unanielewa hapo? Kwa hiyo bara la Afrika liweze kuendelea au tuweze kujikwamua katika minyororo ya ukoloni, lazima tuchukue maamuzi ya kujenga viwanda vya kwetu, viwanda vya kwetu, na sio vidogo, vikubwa. Lazima tunahitaji maamuzi magumu, kiongozi mwenye maamuzi magumu ambaye kiara kiamka kusema leo nafanya hiki na kinaanza kutekelezwa, na sio kiongozi wa kusubiri kwamba mataifa ndio yaamue, aende kule kwenye majumuiya wakisema hiki ndio afuate. Wewe kiongozi akiamka sema nataka sehemu fulani kiwanda kijengwe, kianze kujengwa mara moja. Nataka sehemu fulani barabara zijengwe, zianze kujengwa mara moja. Nataka sehemu fulani mitambo ya umeme ianze kujengwa kwa ajili ya kuzalisha umeme mkubwa, ianze kutekelezeka, na sio kutegemea bajeti pendekezi au tegemezi kutoka nje ndio uje kukamilisha mambo yako. Hatutaendelea kwa design hii katika ukanda wa viwanda, na tutakuwa tumeelewa. Na hii inaweza kujifunza kwa kutumia maswali machache tu. Ukiangalia katika tasnia ya viwanda, angalia bara Afrika katika viwanda tunafanya nini? Jo, Asia wanafanya nini ukanda wa viwanda? Jo, Ulaya wanafanya nini katika ukanda wa viwanda? Jo, Amerika viwanda wanafanya nini? China wamefanya nini? Ukishajua hivyo, njoo na mimi Afrika nafanya nini? Sijui naelewa hapo. Hii inakusaidia wewe kuona kwamba mimi ili niweze kuwa strong, nitakuwa nifanye njia zipi, mbinu zipi nitumie. Kwa hiyo lazima ujue kwamba huyu anafanya nini na anafanya kwa ajili gani, kwa manufaa ya kina nani, na kwa muda gani, na baada ya muda kadhaa yeye atakuwa nani. Tulikuwa na maswali ya kujiuliza namna hii, lazima tutaongeza juhudi katika kupambana kulikomboa bara letu la Afrika dhidi ya minyororo ya ukoloni. Nije kwenye upande wa elimu. Upande wa elimu, sisi bado tuna mfumo ambao wa elimu unakutengeneza katika kichwa chako uendelee kuwa stagnant, usifikirie mbali zaidi. Yaani elimu yetu ni ya kukadirisha nini umekariri na sio nini unaweza kutengeneza. Elimu inatakiwa kufundisha how to think na sio what to think. Lakini elimu ya bara la Afrika bado inatuelekeza what to think na sio how to think. Tukishaichange katika mfumo wa how to think, utafikiria namna gani nifikirie ili kuweza kutatua matatizo yanayoikumba bara la Afrika. Sio, unaelewa hapo? Ili uweze kuboresha uwanda wa elimu kwa bara la Afrika, chukua dunia igawe katika pande kuu 4: kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Njoo kaskazini wanafanya nini kuhusu upande wa elimu? Chambua.
jifunze, tathmini, rudi kusini wanafanya nini katika ukanda wa elimu, utajua wanatumia mbinu zipi. Njoo ukanda wa magharibi wa dunia wanafanya nini katika ukanda wa elimu, utakuta wana mbinu nyingi za kutumia katika elimu. Jifunze. Malizia upande wa mashariki katika dunia wanafanya nini, rudi kwa nchi za Afrika tunafanya nini katika uwanda huu. Utakuta kujikuta sisi tunachokitumia sasa wao walikitumia miaka 1000 iliyopita nyuma, na ndio maana sisi elimu yetu inakuwa bado ipo chini sana. Kwa sababu gani? Tunachokitumia na ulimwengu wa sasa haviendani, au elimu inayoletwa inayotolewa kwa bara la Afrika na elimu ya mataifa ya huko mbele ni vitu tofauti. Kwa mfano mmoja, China wana mfumo ambao mtoto akizaliwa kama anataka kuwa fundi gereji, kuanzia utoto wake mpaka ukubwani kazi ni hiyo hiyo. Akitaka kuwa daktari, kuanzia yuko chini madarasa ya chini mpaka juu anasoma masuala ya udaktari. Kama ni mwalimu atakuwa mwalimu kuanzia chini mpaka juu. Rudi kwa elimu zetu za Afrika, mwanafunzi anaanza chekechea, anakuja anasoma masomo 9, wengine 10 na ngapi, la 7 aje form 4 masomo mengi, aje form 5 wampunguzie aende chuo asome kitu gani. Angalia huo mnyororo wote, mwanafunzi hana direction, yeye ni nani mpaka muda huo. Na swala hili ndio linakuja kwa sababu kuleta ile mwamko mkubwa kwamba hakuna ajira. Kwa sababu gani? Mimi nimeandaliwa kukaririshwa. Ningekuwa nimeandaliwa kwenye upande wa gereji, ningekuwa na skills za kutosha za kubuni vitu mbalimbali na kuendeleza taaluma yangu. Lakini nimefundishwa kote, nimepitishwa, nimesoma physics, chemistry, history, nini yote nimesomeshwa. Nakuja chuo nakuja kusoma accountancy. Physics nilisoma huko juu, nisaidie mimi kwenye accountancy. Sina nielewa hapo. Kwa lazima tuangalie kwamba elimu yetu inabidi tuitengeneze katika mfumo unaomjenga mwanafunzi kuanzia huku chini mpaka kufikia juu, specialize katika kitu fulani ambacho kitakuja kuongeza ubunifu. Kwa ni katika upande wa elimu. Kwa ili bara la Afrika tuweze kujiendeleza, kujikwamua kiuchumi na kuacha utegemezi wa mataifa ya magharibi, lazima sisi wenyewe kwanza tuboreshe mifumo ya kielimu. Tutengeneze mifumo ya kielimu ambayo itakuja sisi kututengeneza kuwa creative, kutufundisha how to think na what to think. Hapo utakuwa tumeenda sawa. Jambo lingine, nje katika upande wa afya, sisi wa Afrika bado katika miundombinu ya afya tupo nyuma sana, tupo nyuma. Na hii inasababishwa kwa sababu gani? Kwanza bado miundombinu yetu bado ni mibovu, kwa sababu population tulionayo kwa bara Afrika na miundombinu tulionayo haviendani. Ili tuweze kuboresha, lazima kwanza tuandae wataalamu wa kutosha katika sekta za afya. Tukishawaandaa wataalamu wa kutosha sekta za afya, tuboreshe miundombinu ya utendaji kazi. Tuandae vijana kuanzia chini waliobobea katika masuala ya afya, ndipo tutakapokuja kufanyaje? Kuinuka. Ili tuweze kuendelea katika ukanda wa afya, ni lazima wataalamu waandaliwe wa kutosha. Baada ya wataalamu kuandaliwa wa kutosha, lazima miundombinu ipanuliwe.